Karibu. Asante. Nashangaa tuko huko ndani, tuko watu wengi sana pamoja na mabinti, lakini nashangaa mezani tuko wawili tu. Hii inakuwaje? Kaka. Naam. Hao mabinti wanapenda tu kujitenga, lakini sio kwamba mimi nimewakataza labda kuja kukaa mezani tujumuike kwa pamoja. Maana muda wa chakula nitafuta wakati tujumuike pamoja. Na chakula ni ibada kukaa pamoja. Jua wakati mwingine tunahitaji kukaa pamoja kujumuika wakati wa chakula. Inaleta picha mbaya na kama kuna ugeni inakuwaje? Na naomba iwe ni torati ya kukaa pamoja wakati wa chakula. Blenda. Abenko. Naomba Precious pamoja na Will. Naomba mje na chakula chetu pamoja. Sawa. Sawa. Tabia gani ya kujitenga? Hapo lakini tulikuwa tumekaa kule. Nimeuliza swali, kwa nini mnapenda kujitenga? Hamna mtu, wala tusiwasumbue. Hapana, huu ni muda wa chakula. Chakula ni ibada. Kwa hiyo inatakiwa tukae familia pamoja. Maana umoja ni nguvu pia. Naomba mkae chini. Sasa inapendeza tukiwa tunakula pamoja kama familia. Nadhani mmenielewa. Na utaratibu ni endelevu. Inaleta picha nzuri sana na inavutia sana kama tunakaa pamoja. Nadhani mmenielewa. Ndio. Ingia mbele ya mama yenu na aunti yenu hapa. Ikiwa mjomba yenu, tunahitaji kuishi kama familia. Karibu ni chakula. Dada, asante kwa chakula. Asante kushukuru. Nashukuru sana. Dada, hii ni tabia gani ambayo maanko ananyesha kwanza? Kwa sababu tumemaliza kula, alafu wao wakawa wa kwanza kuondoka mezani. Mmoja, alafu na vyombo wanaacha mezani. Hivi vyombo nani atoe dada? Ndugu yangu, utaniona mbaya bure. Ndiyo, kwa sababu ni maisha ambayo wamejifunza kutoka kwa nani. Ni wewe ambaye wanasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Na mtoto mwelevu ni faida, ni furaha ya babaye. Na mtoto mpumbavu mzigo wa mamaye. Lakini mimi usiniaminishe hayo. Wewe bado ni binti mdogo sana dadangu. Hujazeka kwamba watoto wa mabinti wamekutawala. Nani atoe vyombo mezani? Sikiliza kaka, nikwambie. Wewe nimekuita hapa ukae hapa na maanko zako, lakini pia naomba uchukue nafasi ya baba. Uwe kama baba kwenye hii familia.
uwaongoza wa mabinti, mahali pa kuwakemea uwakemee, mahali pa kuwachapa fimbo wachape fimbo, mahali pa kuwarekebisha warekebishe mwenyewe. Kwa hiyo kakangu, hilo swala nimekuachia wewe, liko mikononi mwako. Sawa, hamna shida, sijali. Brenda. Abe. Precious. Abe. Winnie. Abe. Joe. Abe. Nataka mje wote alafu ndo wote mwitike abe yangu. Hapo hiyo ndio itakuwa furaha yangu mimi. Naona mmeshatia timu wote. Kama ni timu ya mpira imekamilika. Mnaona meza imependeza, si ndio? Naongea na nyinyi, msimwangalia ntie na mama yenu. Naomba mnitazame mimi katika nyuso zenu. Naomba mniambie, mnaona meza imependeza? Naona kuna maua mazuri mezani, si ndio? Ndio tabia gani ambayo mnatufundisha mpaka tuwaite? Lakini yangu sisi tulikuwa tumeenda kwanza, tunajua kwamba yeye mkimaliza tutakuja kutoa. Kwa tusingewaita? Tungekuja. Lakini hapo sisi ndo tulikuwa tumeshiba kwanza. Mlikuwa mmeshashiba. Kwa kama timu ya mpira imekamilika. Unataka kuniambia kwamba mtoto mpumbavu ni mzigo wa mamaye na mtoto mwelevu ufurahi babaye? Sio kweli. Dada yangu bado ni binti sana. Na nyinyi Precious, unataka uniambie kwamba kule shuleni wenzako ndio wanakutandikia kitanda, wanakusetia mashuka, wewe kazi yako ni kuamka tu? Au nini ulienda kujifunza huko ndo mnazileta hizo tabia hapa nyumbani? Baadaye mnakuwa na maisha ya kwenu. Alafu naongea na wewe, naongea na nyinyi. Ni maisha yenu na si kwamba tumewaonea. Baadaye mna maisha yenu, mtakuwa na familia zenu. Wewe alafu najibiwa na nywele kukunwa mgongoni ili sioni kwamba ni maadili sahihi. Naomba hii tabia kuanzia leo hivi. Na nyuso zenu za huruma. Alafu utaratibu mwingine, mavazi naomba mbadilishe. Mimi ni yangu yenu. Naomba mvae mavazi ya heshima. Hamjatoka kitandani sasa hivi, ni chakula cha mchana. Sasa kwa bila. Okay, mnanionyesha nini? Au nyinyi au maisha ambayo mnayatoa huko barabarani wakati mwingine yana mazingira yake. Kwa mimi nimewaambia kama mko hilo. Inakuwa mtindo koloni bwana. Si ukoloni, ni maisha yako baadaye. Unaenda kuishi na mtu wako baadaye. Kwa hayo matabia uyapeleke huko lakini si hapa. Mimi nataka uwe na tabia njema. Kwani hapo sisi tumetoka nje na ya mavazi. Tupo ndani. Ninyongeza badala ya kutoa vyombo mezani. Nadhani imekamilika hilo. Na naomba vyombo viondoke mezani. Yaani mkienda mkichukia, hamjachukia. Pasuka kabisa. Precious, toa vyombo mezani. Na ulete kitu cha kufuta mezani. Precious. Dada, samaki ukichelewa tu kumkunja samaki akisha kauka, madhara yake yanakuwa ni makubwa sana. Maana ukijaribu kumkunja yule samaki anavunjika. Lakini kaka, nilikuambia toka mwanzo kwamba mabinti wamenishinda. Wanakushindeje? Ni watoto wako hawa mama. Kaka, hawasikii hawa, hawaelewi. Mbona Pesha kasikia karudi kabla kasharudi yuko hapa mezani? Asikie kivipi? Huyu hapa mezani tayari. Ni jinsi ya kuongea nao tu. Angalia ana furaha kabisa. Mfanye kuwa rafiki. Asante Precious. Na nataka muendelee hivyo kuwa na tabia nzuri. Sawa mkole? Sawa. Nawapenda. Ni maisha yenu. Sawa mamae? Sawa. Nawapenda sana. Haya. Haya maisha hayahitaji uwe mtukutu mwanangu. We kaza. Si unajua babako alikuacha ukiwa mdogo.
Saizi kaza mtoto wa kiume. Kaza kama inavyokaza alfajiri. Unanielewa? Unajua mimi nakuelewa mama unachozungumza. Lakini kuna muda unakaza ni mpaka unaona unakaza tena lakini mambo hayaendi vile inavyotakiwa. Hivyo unajua shafikia tu mimi nimeshindwa nikabidi nirudi kwa baba. Lakini alichonijibu yule mzee, baba akaniambia amwitaki stinyambi kwenda. Akaniambia taka majani ya chai. Kwa ulivyoondoka hapo babako angeenda kukusaidia nini? Kwa hiyo tegemea babako anakusaidia nini yule? Yaani nikatarajia hata ataniambia basi kaa tuongee hata tupige story mbili, ajue chochote basi hata lala tuongee kesho. Yaani nimeshia getini pale nimemkuta. Imagine ana mguu mmoja huyo. Enzi zake alikuwa katili kiasi gani? Hivi mlikuwa mnaishije? Sio babako sasa hivi, alikuwa ni wa zamani. Mwanzo tulipendana kweli. Sikutegemea kwamba babako angekuja kuwa katili kiasi hicho. Yule mzee jambazi. Kwa kama jambazi ndio mtoto wa jambazi, si ndio? Dada bibi. Niko poa. Poa. Samahani. Kuna mahali naenda. Ina maana ninatoka. Alafu nitarudi soon. Haya, uwe na safari njema. Asante. Mpingo mtu dawa wa pori. Hii ni story ya kweli ya mtaani. Mimi nashukuru Mungu kwa kweli, uzima ni kama huo uliouona hapa. Ndio. Na ni muda mrefu sijaweza kufika hapa kuwajulia hali na ni familia, na kama tutakuwa tunapita mbali inakuwa ipendezi sana. Lakini nilikuwa na jambo langu moja dada, nilikuwa nahitaji unisaidie. Nadhani ni kuhusu Jackie ambaye ni rafiki yako wa karibu. Kuna mambo ambayo siyaelewi pale nyumbani yanaendeleaje. Sawa. Na msaada huu unaohitaji ni kuhusu Jackie ambaye ni rafiki yako. Maana najua mmetoka mbali, mmekuwa pamoja. Jackie amebadilika sana dada. Amekuwa yupo kama hayupo. Na ile kampuni kama ulikuwa unajua kwamba alikuwa na kampuni, ile kampuni inadhorota, inazidi kudidimia, uchumi unashuka. Mume wake hayupo. Jaribu kumpigia simu shemeji yangu. Wiki 3 zilizopita nyuma alikuwa anapatikana, kisa hivi hapatikani kabisa. Na wewe ni sehemu ya familia na ni rafiki, lakini ni sehemu ya familia. Kwa nikaona hakuna haja ya kupeleka hizo taarifa sehemu yoyote zaidi ya kwako wewe. Unisaidie dada, na nifanye nini kuhusu hii? Na kama rafiki wewe nadhani atakuwa anakuambia labda hata kama ana changamoto au amekushirikisha mambo fulani. Kwa sababu sasa hivi umri pia unaenda na ana mabinti pale nyumbani, wametoka vyuo, wamemaliza, wanasubiria tu ni kazi nafikiri. Kwa sasa maisha ambayo nayasikia sio mazuri. Sasa kama rafiki wa dada yangu na wewe ni sehemu ya familia, imenipasa nije nifike pia hapa unisaidie. Mimi nifanye nini? Yaani sijui nianzie wapi. Jackie ni kweli ni rafiki yangu, lakini ninachokiona kwa Jackie ni kwamba bado hajamaliza ujana. Hajamaliza ujana kabisa. Yes. Jackie anafungua kampuni, anamaliza kufungua kampuni, anaajiri mtu, anakuja kutembea na huyo mtu. Hapo kuna akili kweli? Ni kitu gani kinachoendelea pale? Na unavyosema kampuni imezorota, ni kweli. Lazima hizorote kwa sababu unavyoingiza mapenzi kazini ni nini kinaendelea? Ni kuharibika kwa kampuni. Jackie ameajiri kijana pale kazini kwake na bado tena yeye ni wa kutembea na huyo kijana kweli? Na bado tena binti yake anatembea na huyo kijana. Sasa ni nini kinachoendelea hapo? Yaani pamekuwa pana danguro la ajabu sana. Ukijaribu kuangalia Jackie ana binti mkubwa sana pale. Pressures yamekuwa mkubwa. Anajifunza nini kwa mama yake?
Maanake yule leo na kesho ni mtu mzima mwenye kwenda kuandaa familia yake. Atakuwa ametoka na kitu gani pale kwa mama yake? Ni uchafu wa namna gani Jackie anaufanya nyumbani kwake? Mwanaume alikuwa pale. Naona mwanaume amechoka na hizo tabia, ameamua kukimbia. Haya, kijana wangu naye katoka hapa nyumbani. Kaenda kwenye ile familia. Kakuta naye binti kule kaniletea. Yaani, mimi nikuombe kitu. Yaani kwanza ninakushukuru kabisa kwa kufika hapa. Maanake nilikuwa nawaza ni wapi nikacheue hili neno. Maana hata ningemfuata Jackie asingenielewa. Maana sio yule Jackie tena. Hebu nikuombe. Naomba usimame kwenye familia ya Jackie. Hakuna nyumba pale eti. Simama wewe kama wewe. Simama kama baba. Msaidie Jackie. Kila kitu chake kimekwenda kuvurugika. Naomba msaada huo. Asante sana dada. Nashukuru sana. Maana umekuwa msaidizi kwa mengi sana kwenye familia. Sasa nimejua wapi nitaanzia. Na mimi nikutakie wakati mwema. Hamna shida. Pindi usinichoke, labda kama mengine atatokea nitakuja tu. Pengine soko kwa mabaya tutakuja hata kwa mazuri. Yaani kuwa huru wakati wowote unapojisikia kufika hapa. Na sasa huko moto utawaka. Asante sana. Haya, asante. Baki salama. Amina, asante. Asante sana. Haya. Hamisheni, isikilizeni kwanza. Hamisheni, niwaambie kilichotokea. Ndani ya nyumba moja mambo yakabadilika. Hamisheni, msije kunihukumu. Kila mmoja alikuwa na jambo moyoni. Hamisheni. Kaisi bwana. Vipi? Safi. Samahani. Shwari kabisa. Vipi utaratibu wa kazini unaendelea? Ndo naenda sasa hivi kazini maana nimechelewa anko, kwa hiyo ndo hai hapo naona kidogo tu, maana tuitaka kidogo tupishane haraka unajua. Okay. Huwa kawaida mnaripoti kazini saa ngapi? Saa 2:30 tulikuwa tumesharipoti pale kwenye daftari tumesign. Angalia simu yako ni saa ngapi kabisa sasa hivi? Sasa hivi ni saa 4:30, saa 5 kasoro hii. Saa 5 kasoro. Kwa hiyo mnalipoje? Mnalipa nusu siku au inakuja katika malipo? Hapana anko, tunalipwa tu mwisho wa mwezi, ila tunajua kuchelewa kidogo, nimetoka kule. Unajua kule ni mbali anko. Aha. Sasa tusiende mbali bwana. Ndio. Na huku nyumbani huwa mnafuata nini? Maana muda mwingi naona mnafika pale nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni tabia gani ambayo mnaileta pale nyumbani? Nyumbani kule ni material. Maana material yanakaa kule na tukitoka zizi na nili tunafuata material pale, kama ni simenti na nini tunazishusha pale, ukishashusha pale kuna mbao ambazo. Sasa hii ratiba ya material imeanza. Maana sasa hata kama wakati mwingine sasa hivi unaniambia umetoka nyumbani na hauna hata material, au material yako wapi? Pale yaani nyinyi hivi Swahili vyenu bwana mimi sivielewi, kwa sababu nyinyi vijana mkiachiwa na nini na nafasi mnaga dogo kabisa nyinyi. Na pale najua mnachokifuata pale, mnafuata mabinti zangu. Mimi sitaki wale mabinti, nimewasomesha kwa gharama kubwa. Dada yangu ameteseka, mimi mwenyewe nimeteseka kwa ajili ya wale mabinti. Alafu nyewe mnakuja tu pale mnajifanya mnachukua material. Mnasahau t-shirt vyenu, ni blouse vyenu pale. Alafu nasema eti nimesahau material ili mpate nafasi ya kuongea na mabinti zetu. Sasa kuanzia leo umfikishie no mwenzako. Sitaki hiyo biashara inayoendelea kuanzia leo. Tofauti na hapo nadhani swala la kibarua, tonge la ugali baba litangukia. Ango, sasa ukienda huko masuala ya kufukuzana kazi sasa itakuwa tena kitu sio. Sasa unajua ango, sisi pale kwako tunafuata material na material yale yamewekwa na madam. Sasa nyinyi vijana hayo material na madam mimi siyataki, kwa sababu naomba hayo material yashuke kuanzia leo, yaondoke pale nyumbani. Na umwambie na mwenzako hiyo biashara ife kuanzia leo. Sawa. Haya. Sewi wangu wewe, unaongea. Hebu ngoja. Sasa masuala ya wangu naye anatunanilitu. Kila mmoja alikuwa na jambo moyoni. Hamisheni. Dunia kweli imejaa visa vya ajabu. Kuna waliocheka,
Kuna waliolalamika, kuna waliotia mafuta kwenye moto, kwenye wivu wakaanza kusambaza maneno, mvurugano ukaongezeka kila